Sasa kwa kuanza, kitu cha kwanza before hatujaanza kusoma direct ni kwamba ukiwa na swali lolote, kuna kitu hujaelewa, usisite kuniuliza. Sawa sawa. Au pia ukiona naenda haraka, usisite kusema. Sababu vitu vya mwanzo tunavyoanza navyo ni vitu vyepesi, ila as days goes utakutana na vitu ambavyo kidogo ni complicated. Kwa kama utakuwa hujaelewa huku mwanzo, huko mbeleni itakuja kuwa shida kidogo. Kweli. Sasa kitu cha kwanza kabisa, market kama market nature inakuwa ina vitu viwili. Inakuwa ina impulse na correction. Kwamba let's say it is an uptrend, itakuwa tuna impulse, then correction or liquidation, then followed by another impulse. Pia if it is a downtrend, itakuwa tuna impulse followed by liquidation, then impulse. Hizi liquidation mara nyingi huwa zinaenda in opposite direction. Kwa let's say it is an uptrend, kwa tuna rise hivi. Kwa inaporudi inarudi in opposite direction, kama inarudi kule ilikotoka. The same case to downtrend, kwamba ukikuta tuna impulse ya kurudi chini hivi, inapofanya liquidation au correction, huwa mara nyingi tunarudi kule tulikotoka. Then tunapata impulse nyingine. Kwa maana nyingine ni kitu kama hichi hapa, kwamba unakuta tuna series of highs and lows. Kwa hiyo tukiwa na impulse tutengeneza high, ila tukipata liquidation tutaenda kutengeneza a low, then tutapata another high. Tukipata liquidation tutatengeneza a low, tutaje kupata another high. Kwa market inakuwa katika nature hiyo hapo. Takuja kuona mifano kwenye chart. Ila kitu kingine cha kujua ili kwenda sambamba na trade ni kujua trend, kwamba trend inaelekea wapi. Kwenye general trend hapa tutasoma trend katika kila time frame, na unaweza kuzifanyia uwiano vipi ukaenda nazo sawa. Sababu unaweza kukuta trend ya 1 hour sio sawa na trend ya 4 hour, ila pia sio sawa na trend ya daily. Nikiwa namaanisha kwamba unaweza kukuta 1 hour tupo kwenye uptrend, ila ukaenda kwenye other time frame ukute hatuko kwenye uptrend. Kwa hiyo utaje kusema tena kuzifanyia uwiano vipi ili uende nazo sawa. Ila kwa kuanza basic ya strategy au basic ya trend ni hivi, kwamba trend siku zote huwa ina consist na series of highs and lows. This is just an example au illustration tunasema. Una consider series of highs and lows, kwamba tunapoenda juu tunakuwa tuna create more highs. Na hizi lows zinakuwa mara nyingi ni liquidation hizi. Liquidation ni kwamba ile smallest move in the market. Hapo pia unakuta ina a lot of candle ila movement ni ndogo. Ila hizi impulse ambazo ndo hizi hapa, unakuta ndo ile strong movement in the market. Unakuta candle ziko na momentum kubwa, ndo hizi hapa. Sasa ili kuwa ni uptrend ni kama tukitengeneza high, tunavyorudi kuliquidate hatutaki kupita ile point tuliyotokea pale. Tukitengeneza another high tukatengeneza low, tukija kupata impulse, hii liquidation haitaki kuzidi kwenye ile new low ambayo ilikuwa created pale. Vile tunapoendelea kutengeneza more highs, tukipata liquidation haitaki kuzidi kwenye hii low hapa. Kwa hiyo kama ndo kitu kama hicho, tunafikia kusema hivi kwamba market consists of series of highs and lows, ila kuconfirm kwamba tumechange trend
from let's say uptrend kwenda kwenye downtrend, inabidi to close below last higher high and higher low. Okay. Kwamba to close below hii hapa na hii hapa. Nimeona mahali nilikuwa na make mistake. Na close below last higher high and higher low, hapa naongelea full body candle closure na sio zile wicks. Okay, full body. Okay. Full body. Kwa hiyo hapa ndo tunasema kwamba shift trend kutoka kwenye uptrend na kwenda kwenye downtrend. Baada ya ku close below hii hapa, hii structure hapa. Okay. It means kwamba endapo ingekuwa bado tupo kwenye uptrend, tuna series of highs and lows kama hivi, tunaruhusiwa kurudi mpaka hapa, ila tusi close below hapo. Inakuwa still bado tuko kwenye uptrend. Kwa hiyo tutarudi mpaka hapo na tusi close below hapo, tunaweza tukaendelea ku create more highs. Ila tunapo close below hapa ni kwamba tunasema tumeshift kutoka kwenye uptrend tumeenda kwenye downtrend. Yes. Hiyo ni kesi ya uptrend, na kwenye kesi ya downtrend ni vice versa ya uptrend. Ikiwa namaanisha hivi, unakuta tuna series of highs and lows kama hivi, kwamba the next low inakuwa lower than the previous low. Kwa tuna create low, tuna create liquidation, ya tuna create a new low, tuna create liquidation, tuna create another low. Kwa tuna create lower low tunasema. Kwa hiyo kama tuna series of highs and lows kama hivi, kuconfirm kwamba trend imeshift kutoka kwenye downtrend kwenda kwenye uptrend, inabidi to close above previous higher high and higher low. Okay. Tupate impulse strong ya ku close juu ya hii. Na hii hapa inakuwa ndo first phase ya hii trend au ya new trend. Kwamba hii uptrend hapa inakuwa ndo imeanzia hapa kwenye hii point. Kwa kama tulivyokuwa tunasema kwamba tuna phase mbili sokoni, impulse na liquidation. Kwa hii itakuwa ndo impulse yetu na itakuwa ndo first phase ya hii uptrend. Na hapa kama hii ndo first phase hivi, kwa hiyo second phase ni liquidation. Kwa hiyo tutapata liquidation ya kushuka chini before tuendelea na another uptrend na another impulse. Mpaka hapo kama kuna swali. Hii wakati wa mnaita ni reversal. Ya wakati yenye wakati imepita na kusikiliza haka. Wakati kama ilikuwa downtrend alafu impulse ianze ipite ile previous high. Wakati wa liquidation ikirudi tena chini zaidi, hapo unafanyaje? Sasa tuje tasoma vitu vingi zaidi, ila tu kwa hapo ni kwamba yani haiwezi kutokea ikarudi chini zaidi. Hata tutafanya mifano mingi utaona. Kwamba tukishakuwa na impulse hatuwezi pata liquidation ikarudi yani mpaka chini zaidi. Ila inakuwa allowed kuspike au kutengeneza wiki mpaka kokote inakotaka, ila the end ije ifunge ndani. The body. Okay. Kitu kingine au concept nyingine kubwa kuijua ni kwamba endapo tutakuwa na series of highs and lows, then tuka break kama hivi unavyoona hapo, entry tutapata kwenye last high.
ambayo last higher high ni hii hapa. Hii ni kwenye kesi ya kushifti from uptrend kwenda kwenye downtrend. Ikiwa inamaanisha kwamba hapa hii itakuwa ndo first phase yetu kwenye hii new trend. Then tutapata second phase ambayo ni liquidation phase ambayo itakuja kuishia hapa. Okay. Hapo hapa tutachukulia entry yetu. Kwamba hii inakuwa ni confirmation kwamba tumeshifti trend, ila pia hii inakuwa ni first phase ya downtrend. Kwa hiyo what follows ni liquidation, na hapa ndio pointi ambapo tutachukulia entry yetu. Tunaruhusiwa kuspike hata mpaka huku juu, lakini at the end tunarudi ku close below. Okay. Na hapa ni mojawapo ya sehemu wapo that week entries come from. Wakati na spike. Yani kwamba zile sniper entries unaona tunaziteki, hapa ni mojawapo ya sehemu ambayo tunazichukulia. Tutakuja tutasoma vitu vingi zaidi mbele, ila at the basic hapa ndio sehemu ambayo tunafanyaje, tunachukulia hivyo zile entries. Kwa hiyo baada ya kupata confirmation kwamba tumeshift trend, then tukapata liquidation, ndio sasa hii ni second phase ya hii downtrend. Kwa hiyo hapa ndio sehemu ambapo another phase itakuwa inaanzia kwenye hii previous highs and lows. Kwenye hii previous highs and lows. Hapo kutokana na kwamba ni tumeshift kutoka kwenye downtrend kwenda kwenye uptrend. Kutoka kwenye uptrend kwenda kwenye downtrend. Hii last higher high. Hapa ndio tunachukua entry, na hapa ndio pointi ambapo ili hii shifting from uptrend kwenda downtrend imekuwa valid. Hii ndio pointi ambapo ndio pointi ya mwisho kabisa ambayo inaweza kafikiwa na liquidation. Kwa hiyo tutapata another impasse, tutakuwa na series za liquidation, impasse, liquidation, ila tutakapoenda kuishia hii trend ni pale ambapo hii previous trend ilianzia. Pale ambapo ilianzia ndio tutakapoenda kuishia. Okay. Ngoja nirudie hii concept. Juu naona sometimes naonanga uliingia buy huko chini, alafu at the same time umeingia sell huko juu. Yani unakuta unajua kabisa kwamba nimetake sell hapa, liquidation itaenda kuanzia hapa, itaishia hapa, na pia take profit itakuwa hapa, hapo itakuwa ndio mwisho wa hii trend. Tutaanza na trend mpya. Ila tutakuja kusoma vitu vingi zaidi huko mbele. Yani hata nikiwa nakwambia hivyo itakuwa ni rahisi sana kunielewa. Sababu hapa tunasoma just a basic. Okay. Kwamba unakuta tuna structure mbili kama hivi. Tuna structure mbili kama hivi. Hii ni structure ya juu, hii ni structure ya chini. Sasa kama tuna an uptrend, maana tuna series of highs and lows kama hivi. Kama hivyo, si ndio? It means kama tuna hii uptrend, before this tulikuwa tuna a downtrend ambayo yenyewe ilikuwa imetokea huku hivi. Downtrend. Sasa market ikifika kwenye hii structure yetu hapa juu, ili tupate confirmation kwamba tuna shifti kutoka kwenye hii uptrend hapa kwenda kwenye downtrend, inabidi to close below last higher high and higher low, ambayo ndio hizi hapa. Okay. Na hiyo inakuwa ndio confirmation kwamba tumeshifti kutoka kwenye hii uptrend hapa kwenda kwenye downtrend. Hapa pia ndio sehemu ambapo tunapata start ya new phase, kwamba hii itakuwa ni first phase ya hii downtrend.
Kwa tutapata liquidation ya kurudi kutest last high hapa. Hata kama tukienda ni mpaka huko chini, at the end tukipata liquidation itakuja kuishia hapa. Kwa sababu changamoto ya watu wengi wanao trade hizi impulse and correction na watu wengi wanazifahamu, ila changamoto kubwa inakuwa ni hii hapa. Tunapata impulse, si ndio? Kwa tunapata liquidation, ila sasa mtu haujui hii liquidation inaishia wapi. Unakuta mtu unaingia unahisi kama vile liquidation imekamilika, inaenda kidogo then inakutoa, inaendelea kurise. Unaingia inakutoa, unaendelea kurise. Unashindwa kujua kwamba hii liquidation exactly point itaishia wapi. Unakuta mtu upo correct, unajua kwamba hii ni impulse then hii ni liquidation ndio imefuata, lakini itaishia wapi unakuta haujui. Hapo ndio changamoto ya watu wengi pia wanao trade hizi impulse and correction. Piga tu stop loss account. Apart from itaishia wapi, haujui wapi uweke stop loss. Unajua kusoma principles za stop loss mbele. Kwa hapo inakuwa ni changamoto kubwa sana. Umeona? Kwa ndo kitu kama hicho hapo. Kwamba kwa identify hiyo previous high na low, una identify aje? Unatumia hiyo trend line umechora hapo ama unaangalia tu na macho? Hii trend line hapa, hii trend line haipo kabisa. Yani we don't use trend line. Hii ilikuwa na kuonyesha tu kwamba hii trend hapa. Hiyo na identify kwa macho tu kwamba hapa previous highs and lows ni zipi. Kwa mimi nikizi identify huwa napendaga kuziwekea hii rectangle hivi. Kwa hiyo mimi kuziwekea hiyo rectangle ni hii hapa. Kwamba unakuta tuna series of highs and lows kama hivi. Alafu unakuta still bado hatuja break previous last high and low. Kwa hiyo ninachofanya naziwekea rectangle hizi. Kwamba najua nikija ku close below hapa, hapo nitakuwa nimeshift. Kwa hiyo hii inakuwa ni as my indication. Kwamba tunaruhusiwa kuja mpaka hapa, ila at the end kwamba hatuto close below hii point hapa. Na endapo tuta close below hapo ndo itakuwa tumeshift. Tumeshift kutoka kwenye hii uptrend hapa kwenda kwenye downtrend. Na hapo pia ndo itakuwa najua kwamba tunarudi kutest hii high hapa. Na pia apart from kujua kwamba nakuja kutest hiyo high hapo, ni kwamba najua kabisa kwamba nikipata impulse ya kubreak then nikapata liquidation, najua nitakuwa na series of impulse and correction, lakini at then nitakuja kuishia hapa trend ilipoanzia. Mpaka hapo kama kuna swali lolote ningependa tuulize before tujaenda kwenye chat kabisa. Swali moja tu. Mtu ukielewa hii concept, ukienda kwenye chat nikiwa kuelekeza na kupo ni rahisi zaidi. Pia kuna PDF ya examples nitakutumia. Itakuwa ni very supportive pia kwako. Sasa hapo naelewa kabisa. Sasa imefika hapo kwa hii picha yako ya mwisho. Liquidation iki happen to the low, is it okay ama lazima ifike kwa the previous high? Lazima ifike kwenye previous high. Ila kuna concept nyingine
ambayo tutakuja kuisoma. Pia ipo yaani kuna concept nyingi sana tutakuja kuzisoma. Sababu inabidi tuende mdogo mdogo kiasi kwamba kila kitu huo unakielewa. Okay, sawa. Kaka. So far so good. Kuna swali? Hapana, sasa nimeelewa sasa. After iki break trend inafaa ikuje do the previous high, hiyo liquidation. Swali yangu ilikuwa what if ikuje kwa low instead of the high. Another thing ni kwamba yani hiyo inakuwa ni applicable in any time frame. Any time frame. Okay. Yani inakuwa applicable kwenye any time frame, ila kitu ambacho tunakifanya kwa hiyo tunaita relationship between high time frame and low time frame. Kwa hiyo pia tutakuja kuvicheki mbeleni kwamba inakuwa applicable kwenye any time frame. Hapa tutakuwa tunafanya relationship between high time frame and low time frame kwa sababu high time frame ziko more stable compared to low time frame. Alafu pia kitu kinatokea kwenye low time frame ni kwamba pia kita respect ile high time frame. Okay. Hivyo lazima ziambatane in a way. Okay. Hapo sawa. Okay. Sasa tupitie some of the examples. Mbona nini zako ziko zingine green, zingine blue, zingine red? Hizi hapa hizi. Hapa kila mtu ana upendeleo wake, ila pia nitakuja kukusuggestia mbeleni. Ila kwa upande wangu mimi napenda kuziarrange pair in term of currency. Kwa hiyo kama ukiona hapa kwenye list A nimeweka GBP pairs ambayo GBP ni base currency. Okay. Ila ukija hapa kwenye hii list B nimeweka pair ambazo USD ni quote currency. Pia ukija hapa unakuta nimeweka pair za euro. Ila pia hapa nimeweka pair za JPY na pair za USD. Kwa na arrangement fulani ambayo inaniwia rahisi pia hata kufuatilia pair. Lakini ila hiyo lazima ulipie TradingView, sio? Hapana. Hiyo sio lazima ulipie TradingView. Ni arrangement ambayo unaweza kufanya kwenye any TradingView. Unachokifanya let's say kama hapa, si ndio? Nataka labda niongeze list. Labda niweke labda list Z. Kwa hiyo nitakachokifanya nita add symbol tu. Umeona? Okay. Nita add symbol, let's say Z. Itakuwepo hapa. Kwa hiyo nitakapokuja kuadd another pair, let's say labda euro ZAR. Nitakapokuja kuiadi itakaa kwa chini yake, ila pia naweza nikachukua pair yote kaja nikaiweka kwenye watch list ya chini. Drag. Okay. Una drag. Sawa. Hiyo ni kwenye any TradingView, sio mpaka iwe ya kulipia.
Sasa kitu nilichokuwa nakuambia kwamba unakuta tuna series of highs and lows, unakuta ni series of highs and lows kama hivi. High tukapata liquidation, tuka create a new high tukapata liquidation. Kwamba hiyo ndio nini? Ndio market nature. Umeona? Alafu pia nilipokuja kukuambia kwamba ukishift from uptrend kwenda kwenye downtrend, tuna break previous highs and lows, ikiwa inamaanisha hivi. Kama tumepata a high tukapata liquidation, tukapata high tukapata liquidation, tukapata high, kwa tuka break, inamaanisha tume break, na sio ku break, tume break hii hapa hii. Yes. Hapo kwa hapa nasema nakuwa na confirmation kwamba tumeshift kutoka kwenye hii uptrend hapa kwenda kwenye downtrend. Okay. Hapa hii haikuja kuwa tested, ila pia tutakuja kusoma mbeleni kwamba what if isipokuja kuwa tested unafanya nini ili kupata another entry. Ila pia unakuta sometimes kwenye time frame kubwa kama hivi unaweza kuona kama vile tuna impasse to somewhere. Ila ukienda kwenye low time frame, kwenye impasse tu kama hii, unakuta ni series of highs and lows. Ngoja nikuonyeshe example hapa tulipo. So umeona kama hapa panaonekana kama vile ni impasse tu. Yes. Ila ukienda kwenye low time frame, ngoja nikate liwe rahisi kukuonyesha. Ukienda kwenye low time frame, let's say hata daily tu, umeona kuna series of impasse and correction. Kama unavyoona kuna series of highs and lows za kutosha. Kwa hiyo nimekuonyesha hivyo ili kwa maana gani? Kwa maana kusema kwamba tukisema tuna series of highs and lows kwenye market nature, sio kasema let's say mbona kwenye a certain pair sijaona series of highs and lows. Kwamba zipo lakini unakuta zipo kwenye another time frame. Okay. Pia nakuambia hivyo ili uelewe kutokana na kwamba hata unapokuwa una hold let's say pair, alafu let's say labda una sell, alafu unakuta inaanza kurudi, yani kwamba hapo ninatengeneza tu another high. Kama bado upo kwenye downtrend, still utaendelea kutengeneza more lows. Hapo umenipata? Nakupata kabisa. Sasa kwenye chart kama hii hapa, mfano nilikuwa nataka nikuonyeshe ni huu hapa, kwamba unakuta tuna series of highs and lows kama hizi. Ila pia unakuta kwa hapa previous highs and lows ni hizi hapa zinaonekana kabisa, kwamba tutengeneza low tukatengeneza high, then tukatengeneza low, then tuka break. Nikionyesha kwamba broken structure ni hii hapa. Kwa chini. Nikifanya hivyo unakuwa unanielewa? Kabisa. Kwa tunajua kabisa moja kwa moja kwamba area ambayo inaenda kuwa tested ni hii ya low hapa. Hii low hapa. Kwa hiyo whatever price itaenda popote, ila ikija kurudi unajua itakuja kuishia hapa. Ndio kama hapa unapokuja kuona kwamba ile hapa ka reject ikaanza kuondoka. Monthly. Na hiyo ni monthly time frame. Unakuta umeweka stop loss hata pips 20 hazifiki. Tena utasoma jinsi gani mtu na minimize risk. Hata pips 20 hazifiki, hata reward yani ni percent yako. Kama unaona unapotoka zaidi ya pips 1600. Kitu nilichokuwa nimekuambia kwamba tunarudi at least mpaka pale trend ilipoanzia. Kwa hiyo trend, let's say this down trend hapa, tunaangalia kwamba ilianzia wapi. Silikuja kuanzia hapa
na hapo itakuwa at least a target. Okay. Kwa sasa unakuta watu hapo wana sell huko NZD USD, mpaka mwenyewe unajiuliza kwa nini, unakosa reason. Ila unakuta mimi pia nikisell, au mtu ambaye anajua kutrade the way sisi tuna trade, akiwa na sell NZD USD anajua tu kwamba na sell, ila hii ni pullback, target tunaelekea wapi. Yeah. Kwa hiyo unakuta kama sasa hivi ndio tuko hebu nikuulize, kaka, hiyo spike ili happen March? Hii spike hapa ilikuwa March, yes. March 2. Nakumbuka nilikuwa na trend, nilikuwa nimesell ya AU, Australian dollar USD, na ika reverse na nika blow account. So sorry sir. Nika blow manze $1,500. Sasa kama sisi ilikuwa tuna sasa sell. Sikuwa najua. Ilikuwa tuna sell pia. Ile ilikuwa tunajua kabisa kwamba yani ile sell tuna take inakuja kuishia hapa. Kwa hiyo pale ina tap tu, una close the profit na una take a buy. Yani una hold pia mpaka inafikia stage unaamua tu sasa let me close this trades, kwa sababu yani unakuta umehold sana, sababu kama hapa ni zaidi ya miezi 8 yani. Kwa hiyo yani inakuwa ndo kama hivyo. Alafu hapa nyuma kwenye the previous law kwenye umeweka hilo, lazima ishike body ama inashika wick? Kama nilivyokuambia, kuweka kwenye low, tunaweka kwenye low au kwenye high, tunafanya consideration ya candles na sio zile wicks. Na kwa nini tunafanya consideration ya candles na sio wicks? Yani sokoni inakuwa kuna competition between sellers and buyers, ndio? Kwamba wale ambao watakuwa wana nguvu kubwa ndio soko litaenda huko. Kwamba let's say kama hapa sellers walikuwa ndio wana nguvu sokoni, kwa hiyo ilikuwa tunapata hii sell hapa. Ila sasa actual price ambayo at the end of the month ilikuja kuwa, au ile average price ilikuja kuwa ni hii hapa. Kwa hiyo sasa unapofanya consideration ya price kwa huo mwezi, utafanyia consideration ya price hii na sio hizi zilizokuwa zinakuwa just liquidating huku chini. Hapo sijui utakuwa umenipata. Hapo nimekupata. Ya tuangalie pia nyingine ambazo nazikumbuka tumezicheck recently. Nikuonyeshe. Hivyo vile nilikuwa naona USD card, nilikuwa naona ati tunanunua. Bado. Ile pia ni mojawapo ya pia ambayo tuko tunaitazamia, lakini bado. Sasa nilikuwa nataka nikuonyeshe hii area hapa. Nilikuwa nakwambia series of highs and lows, na ndo kama hivi tuna low tuka create high ndogo. Tuka create low, tuka create high, tuka create low, tuka create high. Low, high. Kwa unakuta ni series of highs and lows kama hivi unavyoona. Kwa hiyo sasa hizi sehemu zote ilikuwa tupate sehemu unakuta tumebreak previous highs and lows kama hivi. Kwamba ilikuwa tukitengeneza high, low, tuna create more lows. Si umeobserve hiyo kitu? Ila tulipofika hapa tuka create low, tuka create high, tuka create low, tuka break. Kwa tumebreak hii previous high hapa.
Yes. Na hapa ndio ikawa tumepata confirmation kwamba tumeshift from hii downtrend hapa tunaenda kwenye uptrend. Yes. Kwa hiyo tunaweka entry yetu kwenye previous low, sababu tupo tuna buy, ila kama ni kusell tutaweka kwenye previous high. Kwa hapa structure ambayo ipo broken ni hii hapa. Kama inavyoonekana hapo. Kwa hiyo tutaweka line yetu ili kutuonyesha price ambayo tunaenda kufocus nayo. Tukija baada ya kurudi tutaiweka kwenye ile previous low ambayo inakuwa ni hapo. Okay. Kwa kama unavyoona hapa ikija tu ikagusa tukapata a uptrend. Alafu pia nilipokuambia mwanzo kwamba tunarudi at least mpaka pale trend ilipoanzia. Kwa hiyo sasa tunarudi kama hii trend ilianzia wapi? Tunasema ilianzia hapa. Kwa hiyo kama unavyoona pia ndio tulipokuja kuishia tukapata a down trend ndogo. Ulikuwa unauliza haka? Ilikuwa nauliza napo kwa hiyo low, the low kwenye umeweka yellow. Kuna hizo after hiyo high ilimeka high ikarudi chini tena zaidi ikapita the low. Ngoja nipa zoom tuangalie kwa pamoja. Kwamba hapa tulitengeneza low. Yes. Then tukatengeneza high. Yes. Tukatengeneza new low. Then tukabreak previous highs and lows. Okay. Kama nilivyokuambia kwamba kama tunashift kwenye downtrend kwenda kwenye uptrend, inakuwa tuna series za highs and lows. Kama hapo hiyo ni low, tuna create high. Tuna create low, tuna create high. Tuna create low, tuna create high. Yaani tuseme tumeshift, tukicreate low, inabidi to break previous highs and lows. Tuseme tumeshift kwenye downtrend kwenda kwenye uptrend. Kwa hiyo tuta break hivi. Kwa hiyo kama hapa okay. Hii ilikuwa ndo first phase ya hii uptrend. Na hii ndo ilikuwa ni impulse ya kwanza hii uptrend. Okay. Kwa liquidation inakuja kuishia wapi? Ndo hapa kwenye hii previous low. Hapo ilikuja tu hapa ika liquidate tukapata impulse mpaka pale trend ilipoanzia. Ambapo trend yetu ndo imeanzia hapa hivi. Tupo pamoja? Tuko pamoja kabisa. Hapo nilikuwa na kuonyesha examples kwenye hapo nimekuonyesha monthly na daily time frame. Tujaribu kuangalia pair nyingine ambayo au sehemu nyingine ambapo tutapata observation at least kwenye time frame ndogo tuone zaidi. Hii trade daily inakaa mzuri. Sure kabisa. Kwa mfano kama umeona ile trade nimetake ya GBP card, tunaona nimeipost recently. Ilikuwa ni kitu kama hicho nilichokuambia hapo kwamba tumepata impulse, then najua kabisa hii ni correction au liquidation. Umeona? Kwa hiyo itaishia wapi? Itaishia wapi na kuja kuangalia hii trend cha kwanza wapi tumebreak previous highs and lows. Umeona? Na kuja kupata ni hapa na kuja kuchukua entry hapa. Sasa nitakuja kukuonyesha mbeleni kwa nini ukija kuangalia ilipita kidogo lakini nimekuja kuchukulia pale pale ilipoanzia. Utakuja kuona. Kwa kama hapa unakuta na hizi series of highs and lows, kama hata tumebreak ila the next day tukapata candle ya impulse. Tutengeneza tukapata candle ya pullback. Kwamba candle ikawa ni ya kurudi juu.
kama tukatengeneza tena chini kapata kwenda kurudi juu, na hata leo tumerudi tena juu, lakini yani unakuta bado nipo very confident na hold bila tatizo kabisa. Yeah. Ni kwa Sababu sababu unajua tunakuta trend unajua itaenda kabisa trade itaenda wapi hadi kwenye ilianzia. Na unajua kwa kwamba endapo haitofanya hivyo, kitu gani kitakuwa ni indication ya kwamba tunaendelea kwenda juu, mtu nakuta unajua. Kwa hiyo inakuwa ni very different tofauti na mtu ambaye anateki trade hajui inaenda kuishia wapi. Ndio ile trade ilikuwa ni hapa hivi. Niliona hiyo GBP card sell. Kondo inakuwa kitu kama hicho hapo. Kama kuna swali kwanza unaiangalia hapo. So the best time frame ni daily ama 4 hour? Sasa kama nilivyokuwa nimekuambia mwanzo, tunafanya consideration ya all time frame, yani kuanzia monthly, weekly, daily, even 15 minutes. Ila sasa tunaita relationship between high time frame and low time frame. Okay. Kwa hiyo tutakuwa tunavifanya vyote kwa pamoja, tutakuja kusoma huko mbele zaidi. Hapa leo tunaangalia kwanza ile basic kwamba ni vitu vipoje. Okay. Na kuelewa pia uko wapi kwa market. Sure. Sasa mfano mwingine ambao ni mfano simple unaweza kunielewa kirahisi sana ni GBP USD. Kama unaona tulitake a lot of trade kwenye last month. In these 2 months, kwa sababu mtu unakuta uko unajua kabisa kwamba high time frame tunaelekea wapi na low time frame pia tunaelekea wapi. Unaelewa kitu kinachotokea sokoni. Ngoja nikate ili nikuonyeshe some of the examples. Na pia nikuonyeshe kwamba tunafanya hivi vitu kwenye all time frame. Hizi ni mojawapo ya trade zetu za last month. Kwa mfano kama hapa ilikuwa tuna series of highs and lows. Tutengeneza low tuka create high. Tukatengeneza low tuka create high hapa. Tukatengeneza low tuka create high. Then tuka break below. Kosa baada ya ku break below, hii inakuwa ni kama vile creation of new low. Sasa ili tuseme kwamba tumeshift kutoka kwenye uptrend kwenda kwenye downtrend, inabidi to break hii previous highs and lows. Umenipata hapo? Nimekupata alafu hii break. Tukatoka hapo tuka break tukaenda juu moja kwa moja. Kwa hiyo tunajua tunapokuja kurudi tunaishia previous highs and lows zilipo. Kwa hiyo nikawa nimeweka tu line yangu hapa. Niko na wait sehemu ifike. Japo pia hata huku juu tukija tukatengeneza previous highs and lows kama unaona hapa ilikuwa tuna high tukatengeneza low tukatengeneza high then tuka break. Kwa hiyo tulikuja tuka take trade hapa hii ilikuwa ni previous highs and lows kama unavyoona. Ila pia unataka trade hapa ukiwa unajua sasa tunarudi pale kwenye high kwenye previous low hapa, ile unajua sasa tunarudi pale kwenye previous low. Kwa previous low ndio ilikuwa ni hapa. Kaja kwa tested tuka take a buy. Ilikuwa sasa hii buy ina uwezo wa kurudi mpaka pale trend hii ilipoanzia. Kwa hiyo ilikuwa ndo maeneo ya hapa hivi. Ila sasa another concept ni kwamba these areas can be retested.
kwamba Okay. naweza kupata test ya kwanza, let's say tuna series of highs and lows, tukabreak, tukaya tukatesti, tukaondoka tena, tukarudi kupata test pale pale na tukaondoka tena. Kwa hiyo unakuta tena unaporudi unakuta unajua sasa kwamba hii itakuja itaishia pale pale. Ndio maana unakuta nimetake trade, nimepata impulse, imerudi pale pale tulipotekea trade, then tuna add more trades kwa sababu hiyo. Unaonaga nasemaga sana hiyo kauli kwamba when the market pull back we add more trades. Sababu tunakuta unajua sasa hapa confident kwamba itakuja itaishia hapa kwamba haiwezi kuexit that point. Sasa wewe auiti ati double tops zui nini? Hizo sijawahi angalia kabisa. Ndio kama imerudi unavyoona hapa imerudi imetesti pale pale. Umeona kitu kama hicho kabisa. So hivyo kwenye trend ilianzia ni muhimu sana. Yeah, sure kabisa. Na hapo imebreak sasa yani kuna a lot of things tutakuja kuvisoma mbeleni. Kama nilivyokuambia kwamba hapa hii ni basic. Kwa mfano vitu kama sijui imebreak itafanyaje, yani yote utakuja visoma. So na kwenye hii area irudi tena ikatest tukaendelea. Yani vitu ndo kama hivyo. Kwamba unakuwa patient, unasubiri, una take the best trade. Naona. Ngoja nikuonyeshe pia mifano ambayo nahisi pia utakuwa umekutana nao kwenye channel ya Premium baada ya kukuadi. Ambao pia let's say look at 4 hour time frame. Hii hapa. Nilituma this trade ilikuwa wiki kama 3 zimepita na hisi kama sio 4. Hapa hivi kwamba hapa ilikuwa tuna series of highs and lows. Ilitengeneza high tukatengeneza low. Ila haikuja kuvuka chini kama unavyoona. Tukatengeneza high tukatengeneza low, ila pia haikuja kuvuka chini. Hivyo high low, high low, tukatengeneza high, then tukapata movement ya kubreak zile zote. Sasa tunakuja kuangalia kwamba highs and lows za mwisho before hatujapata hii impulse ni zipi. Let's say unaweza kaniambia hapo kwamba before hatujapata hii impulse hapa, highs and lows za mwisho ni zipi? Highs and lows za mwisho? Yani previous highs and lows before hatujapata hii first move ya downtrend hii. Ndio hii kwa hapa nyuma. Wapi unaweza kufanya annotation? Hii hapa hii. Wapi? Kwenye unaona kwenye nini yangu iko? Unaenda kwenye option hapo alafu annotation. Unachora. Option. Then annotation. Au annotate. Hapo. Naweza nini ya kompyuta yako kweli? Unaweza kufanya annotation ukachora. Option unachukua hiyo annotation then una draw. Copy option. View option. Okay. Then draw. Hii hapa. Kwako inaonekana? Yeah. Yeah, sure kabisa.
upo correct. Nifute tuendelee. Unaona umeanza kunielewa sasa hapo. Kwa hapa hii ndio ilikuwa previous highs and lows. Kwa hiyo let's say kama mwanzo nilikuwa nimeweka tu kwamba nasubiri, nimeweka ray line hapa. Nasubiri hii area ije kuwa broken. Hapo ndo nitasema kwamba nimebreak au nitapata confirmation, umeona? Yes. Tulipata move kidogo, tukapata ka liquidation, tukaendelea kudrop. Hapa sasa ndo nikasema kwamba tumeshift na hii ni first phase ya hii downtrend. Kwa nikasema hapa nacho expect kupata liquidation. Kwa endapo hata kama nilikuwa nimetake buy trade huku chini, ila nitakuwa najua sasa hapa na trade liquidation, najua sasa hapa itaenda kuishia hapa. Kwamba nikashift sasa hii red line kutoka hapo baada kuwa broken, then nikaja nikaiweka hapa juu hapa. Okay. Na ndo hapa nilikuja kupost hii trade kama unaona kwenye premium, tukatiki trade pamoja hapa. Kwa hiyo unakuta hii ni way of trading ambayo cha kwanza inakufanya na kuwa confident sokoni. Alafu cha pili pia unakuwa unaweza kutake trade with best risk to reward ratio. Kwa sababu let's say kama wewe hapo cha kwanza ni mzoefu tayari, unajua how things goes in the market. Cha pili ndo kama hivi unapata skills. Kwa hiyo let's say unaamua kwamba una fund $1,000, si ndio? Unasema nitakuwa na risk labda dola, let's say hata 10 per trade. Kwamba hiyo ni 1%, si ndio? Yes. Kwa hiyo endapo utakuwa na risk dola 10 per trade, trade moja tu hapa, let's say umeriski 10 ukao umewini hizi. Yaani tayari umeshabadili mtazamo wa akaunti yako. Kabisa. Sababu hizi ni Pepsi 300, afu unakuta umeriski 30. Au nikaga sasa maximum risk mimi natekigi ni 20. Muona. Kwa 20 unakuja na wini 300. Kwa hiyo ili upoteze hizi 300 kama mtu una keep risk constant, ni kwamba inabidi yani ulose trade at least 25. Hapo ni ngumu ukijua hizi. Yani it is impossible kabisa. Kwa ndo kitu kama hicho hapo. Sasa kwa leo na tusome vitu vingi sana. Nisije nikakufanya ukawa confused kwa sababu pia mambo bado ni mengi sana. Kitu cha kufanya kwenye hii basic tu hapa hivi. Kitu cha kufanya nakupa exercise au assignment, na itakuwa ndo first assignment yetu. Yes. Tutakutumia video za watu wengine, yani recorded materials za watu wengine ucheck. Ila pia nitakutumia examples ambazo tumeziandaa chache. Tax nakupa ni ufanye examples za kwako. Uangalie chart, sio recently, unaangalia previous price huku. Kwamba sehemu gani tuli break, sehemu gani tukarudi kutesti. Kwenye time frame mbalimbali. Then tukija kufanya next session, tutaanzia pale kwenye kuangalia mifano yako. Ndio tutaendelea na kitu kipya. Hii tusije tukakuta tunasoma vitu vingi alafu zisink. Kwa hapo itakuwa ni poa. Sijui utakuwa umenielewa hapo brother. Hapo ndo nimekuelewa. Kwa ndo kitu kama hicho. Any case any time uweze identify. Uweze identify ila kwenye previous prices kwamba wapi ilikuja ikatest in any time frame yani. Any time frame. Okay. Yani mifano ni mingi, yani kiasi kwamba tukisema tupitie tu mifano leo. Ndio tukapitia ni a lot of examples. Sababu ndio maana unaona hata sisi kila siku tuna trade. Au almost yani kila wiki. Kwa hiyo mifano ni mingi sana.
Hii inakuwa mzuri sababu unajua unangoja tu price ifike kwenye unataka. Na unakuta una take trade, mfano kama ile Euro GBP umetoka hii hapa, umeona. Kwa hiyo tulikuwa tunataka trade hapa tukijua kabisa kwamba kitu cha kwanza tunaelekea huku juu huku tulipoanzia, ila pia tunajua kabisa kwamba hizi tutakuja kusoma baadaye kwamba after breaking of this high iliyokuwepo mwanzo inabidi tupate another liquidation. Apart from that pia hadi hapo kwamba baada ya kubreak hii inabidi tupate liquidation ya kushuka chini before tujaendelea kwenda juu. Kwa unakuta ni mtu hawi surprise na hivi move inavyotokea. Alafu pia another thing ni kwamba tunajua kabisa tukifika kwenye hii area hapa hii ambayo ilikuwa kama vile ndo previous high hapa, tutapata small down trend. Ambao hii small down trend mara nyingi inakuwa ni ku attract watu ambao wana take trade kwenye low time frame. Double top. The double top. Kwa unakuta tunapata small down trend then tunaendelea. Na pia na watu ambao wana wrong confirmation. Kwa unakuta mtu anasubiri let's say kendo moja ya kushuka ianze ndo aingie. Kwa atakuja kuingia sehemu ambapo tunapata tu vimove kidogo then tunaendelea na overall trend. Hivi tutakuja kuvisoma mbele. Ndio maana unaweza kuta nimetake trade, let's say nakuta nimetake trade ya kubuy huku chini, ile nakuja na take tena trade ya kusell, afu nakuja nafunga trade tuendelea na kubuy. Yaani hivyo ni vitu ambavyo utakuja utavijua tu huko mbele. Na unaweza ongeza buy hapa possible kabisa, na tunafanya sana hiyo, na utakuja pia yaani vitu utakuja utavisoma, sababu kwenye ku trade tunaweka position sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni baada ya kugundua kwamba tumeshift trend from one trend to another trend, ila sehemu ya pili ni at continuation. Kwa kama hizi area hizi yankuonyeshe kama hizi area ndio area zenye za continuation hizi. Yes. Na unakuta unajua sasa inaishia wapi. Kwa mfano pia let's say ngoja nikuonyeshe USD JPY. Umeona hii trade, yani take trade hapa unapata impasse, unakuja na take another trade hapa unapata impasse, unakuja na take another trade hapa tena hapo, na hapa ndo reversal itaanza, ina take tena another trade hapa. Hivi vitu vyote tutakuja kuvisoma hivi kidogo. Yaani unakuwa unajua kwamba move itaanza hapa, endapo utatake buy itakuja itaishia somewhere huku juu, ya kirudi itaishia hapa utapata another move, ila pia tukirudi tutaishia hapa. Ila pia unajua kwamba hapa yani still bado tuko kwenye uptrend, lakini ile small down trend itaanzia hapa. Unajua sasa tukitengeneza new high, unajua sasa itaishia wapi, utapata tena liquidation itaishia wapi, mtu unajua vitu kama hivyo. Tutakuja tutavisoma tu huko mbele, sije nikakupeleka ukaanza kuwa na imagination kubwa sana ya how things goes. Tuende step by step tu. Kwa utafanya hiyo assignment nilokuambia, utafanya mifano yani as much as you can. Kuna pia kitu kingine hapa nataka kukuambia kwamba kuna wanafunzi wengine tunafanya no session na kutaka tuma mifano 5 4,
hatuwezi tukawa tunakucommand sana, lakini sasa vile unafanya mifano mingi zaidi ndio pia unakuwa unaelewa zaidi. Kwa unapokuwa unafanya mifano mingi inatupa si uwanja mkubwa wa kuelewa pia kwamba tumeelewana wapi, hatujaelewana wapi. Na hapo inakusaidia hata wewe mwenyewe kuzoesha macho yako kuona vitu vingi zaidi. Na pia hata sisi wenyewe tunaona ile juhudi kwamba yaani huyu mtu yuko serious na kitu anafanya. Kwa utaandaa yote, utaisave, utatumia kwa pamoja. Si unatumia TradingView? Natumia TradingView. Utaandaa utatumia yote kwa pamoja before next session. Sawa. Different time frames ndio? Yani in any time frame. Okay. Kwamba let's say labda umefanya analysis yako, let's say hapa hivi, ukasema labda somewhere hapa nilikuwa previous highs and lows, ikaja ikawa tested hapa. Hizi area kama nilivyokuambia tunaziita invalidation. Invalidation level. Invalidation level au invalidation point. Kwa let's say kama hapa unanionyeshia tu kwamba hii ilikuwa ni series of highs and lows, hiyo unaweza usionyeshe. Hiyo inaonyesha kwamba hii ilikuwa ni previous price, na broken area unaweza ukanionyesha tu by rectangle kwamba ilikuwa ni hii hapa. Umeona? Anataka kutesti hapa. Basi tukapata move. Umeona? Kwa ndo kitu kama hicho hapo. Utakuwa unafanya kwa hapa tu, una screenshot, unazikusanya kwa pamoja, unatutumia. Nikitakiwa screenshot naweza save. Unatumia PC na gani? Natumia Asus. Sasa unachokufanya kuna hii area hapo ya take a snapshot. Nataka snapshot, lakini hiyo link sasa unaweza kutumia link, unaweza ka save image, then ukaicopy ukaiweka kwenye saved message zako za Telegram let's say, au even unaweza ukaisave image kwenye kompyuta yako. Ila mimi napendelea kwenye Telegram kwa sababu kisha save kwenye Telegram yako, let's say unaicopy unaenda unaipaste kwenye saved message zako. Kwa hiyo utakuwa ni kuziforward tu. Pia apart from kuziforward tu, on any day unaweza ukafanya revision. Na pia unaweza uka-identify zile steps zenye unapiga, sababu utaona let's say hapa nilikuwa correct kiasi hichi, leo nimefikia hapa. Okay, poa brother. Naona leo pia tumetumia muda mwingi zaidi ya lisaa naona. Ina affect mtu mwingine? Hapana, hai affect mtu mwingine. Yani as long as tupo tunafanya session na ni productive, haina tatizo kabisa. Shukran kaka, hiyo session ya already nishaona mistakes nilikuwa nafanya. Unasema? Tuchukua chai hapa alafu nasema nasema hiyo session already nimeona mistakes mingi nilikuwa nafanya. Sasa hii inachukulia ile yote nilikuwa najua, sasa naweka kando, naanza na hii sasa. Sure kabisa. Yani na hapo hivyo ni vitu vichache, yani kuna a lot of things utakuja kuvijua.
Kwa mfano tu nilikuwa naona chati unanitumia, unakuta let's say tuna series of highs and lows kama hivi, si ndio? Sasa wewe unakuta umechora let's say trend line hivi. Trend line kaka. Unasubiri kwamba hii trend line iwe broken ndio irudi kuwa retested. Sasa kitu cha kwanza unakuta mpaka wewe ukija yani kutake hii trade hapa, mimi tayari na lot of pips ziko mfukoni tayari. Alafu apart from that pia sometimes unakuja wewe kutake trade hapa, mimi nakuja kutake huku juu. Kwa unakuta unakuwa stop out kwanza, then ndo zinaenda kwenye direction. Na pia kuna vitu vingi sana ni apart from that, unakuta yani mtu unakuwa haupo correct. Kwa hiyo kikubwa kama nilivyokuambia ni kufanya a lot of practice, examples, tutafanya session nyingi, tutasoma vitu vingi. Kabisa. Okay, poa kaka. Have a nice day. Pia wewe tu, nimeshukuru. Poa kaka.